Una vibali vyovyote? Kwa nini umekuja sasa? Wewe unajua kama ni Tanzania? Unajua kama ni Tanzania? Nayo. Sasa kama unajua kwa nini umekuja huko? Wana pesa za Burundi pia. Hatuwachukulii fedha zao, lakini tunawaonyesha kwamba hawa ni raia wa Burundi, wana pesa zao za Burundi. Zinaitwaje fedha hizi? Marundi. Wana marundi, wana faranga. Hizi ni fedha zao. Wamekuja kutoka Burundi, wanaishi Burundi hapa ndani ya eneo letu, na sisi tunawakamata kwa amani na utulivu. Tunawapeleka kwenye mikono ya sheria. Ni msako katika hifadhi ya milima ya hifadhi ya Gombe, ambapo kamati ya ulinzi na usalama wilaya ya Kigoma ikiongozwa na mkuu wa wilaya hiyo Daktari Rashidi Chuachua wamebaini raia wa nchi ya Burundi kuanzisha vitongoji ambavyo si rasmi, wakiendelea na maisha kama kawaida wakitumia fedha za nchi ya Burundi, na swala hili ambalo pengine linaleta sura tofauti kama ambavyo mkuu wa wilaya Daktari Rashidi Chuachua anafafanua. Haya ni moja kati ya makazi ambayo tumekutana nayo. Ni takriban kilomita 10 kutokea barabara ya lami, lakini ni takriban kilomita 6 kuingia ndani ya hifadhi. Tumekuta makazi haya na raia anaokaa hapa, kwa sababu tumeshasema waondoke. Hapa hakuna mtu, maana yake wamehama, lakini tuna imani kwamba watarudi. Tunaendelea kutoa wito kwamba raia wote ambao sio wakazi wa Tanzania waondoke, waende kwao. Vinginevyo hatutavumilia wakae kwenye maeneo yetu ya hifadhi na kuanzisha makazi kama hivi. Tunafahamu eneo hili lina rutuba ya kutosha, lakini linalindwa pia kwa sababu ni korido ya wanyama ambao wanapita kutokea Gombe kuelekea Burundi. Kwa hivyo tuendelee kuheshimu mipaka yetu, tuendelee kuheshimu sheria za nchi zinazotaka mtu kama sio raia wa nchi yetu, basi upo utaratibu wa kuingia. Lakini utaratibu huo hauna maana kwamba wewe utakaa ndani ya hifadhi zetu. Kwa hiyo tunaendelea kutoa wito. Leo ni siku ya kazi. Tangu asubuhi tunatembea nyumba kwa nyumba kuhakikisha kwamba watu hawa wanafuata utaratibu katika kuingia kwenye nchi yetu. Lakini kwa Watanzania ambao wako ndani ya hifadhi pia tumewaelekeza, ondokeni ndani ya hifadhi. Mpaka sasa tujakutana na Watanzania, lakini nina imani inawezekana wapo Watanzania wachache ambao wako ndani ya hifadhi hizi, na sisi tunaendelea kuwaambia waondoke ndani ya hifadhi zetu, wasichokoze serikali. Tutalinda hifadhi hizi kwa wivu mkubwa sana, tutalinda hifadhi hizi kwa nguvu zetu zote. Hifadhi iliyopo kwenye wilaya ya Kigoma, hifadhi ya Gombe ambayo iko chini ya TANAPA, sio hifadhi ya Kigoma, ni hifadhi ya Tanzania nzima. Kwa hiyo lazima tuilinde. Katika eneo hili ambalo liko ndani ya makazi, ndani ya hifadhi, eneo hili ambalo liko ndani ya hifadhi, tunaona makazi. Kuna nyumba 3 ziko pale, ingawaje sio nyumba za kudumu sana. Tunaona nyumba nyingine 2 ziko hapa, na pale kuna nyumba takriban 5-6. Inawezekana pale kuna familia moja inayoishi ama familia 2, na kuna nyumba nyingine iko kule juu. Lakini sambamba na nyumba hizo, eneo hili limeanzishwa mashamba. Yameisha mashamba ya mazao mbalimbali, na kuna maharage, kuna miogo, kuna migomba, na inaonekana wazi kwamba watu hawa wamekaa muda mrefu kidogo kiasi kwamba wamejitawala na wanaendelea na maisha kama kawaida wakati hawana vibali vya kuishi katika nchi yetu. Tumeamua kuja kuwafuata na kuwaeleza kwamba wenyewe waondoke, warudi nyumbani kwao, kwa sababu hapa ni hifadhi, lakini hawastahili kuingia katika nchi yetu bila ya vibali maalum. Kwa hiyo hawa ni wahamiaji haramu. Tunaanza nawe bwana, unaitwa nani? Elia. Toa sauti
Unaitwa Elia. Unatokea wapi? Chibitoke kwa wapi? Chibitoke kwa mimi Mugina. Ni mkoa ndani ya Burundi. Ndiyo. Wewe unatokea wapi? Ya Chibitoke. Chibitoke. Ndiyo. Umetoka lini kwa Chibitoke? Ndiyo. Umetoka lini? Kwenu umetoka lini? Umetoka lini kwenu? Kutoka Chibitoke. Haya, utajua na watu wengine. Wewe unatokea wapi? Chibitoke. Kwa nini umekuja huku bila vibali? Una vibali vyovyote? Kwa nini umekuja sasa? Wewe hujui kama hii ni Tanzania? Hujui kama hii ni Tanzania? Nayo. Sasa kama unajua kwa nini umekuja huku? Wana pesa za Burundi pia. Hatuwachukulii fedha zao, lakini tunawaonyesha kwamba hawa ni raia wa Burundi, wana pesa zao za Burundi. Zinaitwaje fedha hizi? Marundi. Wana marundi, wana faranga. Hizi ni fedha zao. Wamekuja kutoka Burundi, wanaishi Burundi hapa ndani ya eneo letu, na sisi tunawakamata kwa amani na utulivu. Tunawapeleka kwenye mikono ya sheria na tunawatangazia kwamba hili ni eneo la hifadhi. Hampaswi kuishi wala kufanya shughuli zenu ndani ya eneo la hifadhi, lakini pia hampaswi kuingia ndani ya Tanzania kwa mipaka yetu wakati ninyi sio raia wa Tanzania. Upo utaratibu wa kupita kwenye njia zilizo halali kuingia katika nchi nyingine. Kwa hivyo mnatuhatarishia hali ya usalama ya eneo hili, usalama wa eneo hili, kwa sababu mnaingia bila ya utaratibu. Na kwa maana hiyo tunaondoka na nyie, tunakwenda kuwaweka ndani, halafu utaratibu mwingine utafuata wa kisheria kulingana na makosa ya kuingia kwenye nchi yetu bila ya vibali. Sasa mimi nashangaa kuna baadhi ya ndugu zetu wengine wanasema maeneo haya wanaishi wa Tanzania. Tumetembea takriban kilomita 10 sasa, hatujakutana na makazi ya Watanzania, hatujakutana na Watanzania huku. Tunakutana na Warundi tu. Hatujakutana nao. Wamejenga mpaka majumba huku ndani ya eneo letu, ndani ya wilaya ya Kigoma, ndani ya nchi yetu, huku wakiwa sio raia. Mpiga kura wa Burundi, si ndio? Ndio. Republika Burundi, Republiki du Burundi, ikarata ya matora. Kitambulisho cha kupigia kura hiki. Manake imeandikwa Commission Electorale Nationale Independente kwa uchaguzi wa 2025 2027. Ana vitambulisho vingine vinavyo mtambulisha kama yeye ni raia wa Burundi, yuko Tanzania, ameingia kinyume na utaratibu, hana vibali vyovyote vya uhamiaji. Wamekuja kufanya shughuli za kilimo kwenye eneo hili ndani kabisa katikati ya hifadhi. Wananchi hawa wananufaika na mbolea inayotolewa na serikali ya Tanzania, wanapata matibabu ndani ya serikali ya Tanzania, wanatumia huduma zote ndani ya serikali ya Tanzania. Lakini kibaya zaidi, wanakuja bila ya utaratibu. Sisi hatuwafukuzi kwenye nchi yetu unapokuja ndani ya utaratibu. Ukiwa kwenye utaratibu tutakuhesabu wewe ni mtu mwema. Lakini kama unakuja katika mazingira haya, tunatembea ndani ya kilomita 10 kuingia msituni, unaweka shamba, sheria itachukua mkondo wake. Naendelea kutoa wito wananchi wote katika wilaya ya Kigoma, msikae na wahamiaji haramu. Lakini wananchi wote katika wilaya yetu pia ya Kigoma, msikae na wahamiaji haramu ambao mnawapa shughuli za kwenye mashamba, ama mnawakatia ardhi, ama mnafanya nao mawasiliano na mahusiano huku mkijua kabisa kwamba hawa ni wahamiaji haramu. Sheria itaendelea kuchukua mkondo wake. Mimi kama mkuu wa wilaya pamoja na viongozi wenzangu wa kamati ya usalama, hatulali, tutakesha mguu kwa mguu, nyumba kwa nyumba, mpaka tuhakikishe kwamba watu wote ambao wanaishi hapa nchini na kutuharibia mazingira kinyume na utaratibu wanaondoka. Tunaanza na huyu, tunakwenda kumaliza na wengine. Tumetembea kwa mguu kutoka Nyarubanda mpaka tumefika Kagunga. Eneo hili
hawa watu wakazi wa eneo hili ambao ni raia wa Burundi walianzisha kitongoji chao hapa. Wamekaa hapa wakaona waanzishe utawala. Wanaanzisha kitongoji chao ambacho tulikipiga marufuku. Na sasa tumekusha waeleza kwamba ndani ya siku 2 mpaka 3 zijazo tutafanya operation kubwa ya kuwakamata wale wote ambao wanaishi nchini kinyume na sheria. Tuko tayari kwa zoezi hilo, lakini kwa vile tumeshasema tuliwapa wiki 2 waondoke. Nina imani watu wanaotii mamlaka watakuwa wamekusha ondoka, lakini wale ambao watabaki tutawakamata na kuwapeleka mbele ya sheria. Tutawapeleka mbele ya mkono wa sheria ili sheria ichukue mkondo wake. Kwa hiyo tunaendelea kueleza wazi kwamba tunawapokea wageni, lakini waje kwa utaratibu, waje kwa vibali kwa mujibu wa sheria za nchi yetu, lakini pia hatutawaruhusu kukaa ndani ya hifadhi. Hili ni jambo la msingi sana. Kukaa ndani ya hifadhi, kufanya shughuli ndani ya hifadhi, kulima ndani ya hifadhi, hapana. Kwa hiyo tumemaliza ziara yetu leo, na sasa tunaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuanza safari ya kurejea. Takriban kama tumeanza saa 3 mpaka sasa hivi ni saa 11, tunatarajia tena kutumia masaa takriban 6 kurudi Nyarubanda. Ni safari ndefu ya milima na mabonde.